tuliumbwa tutende mema. Roho Mtakatifu akakufundisha kwenye mafundisho haya. Mafundisho akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Tunaposoma kwenye Waefeso 2:10, Waefeso 2:10. Maandiko yanasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende mema. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende mema, ambayo tokea awali Mungu alitutengeneza ili tuenende nayo. Mambo kadhaa ambayo Mungu anajaribu kuzungumza kutoka kwenye Waefeso 2:10. Kwamba jambo la kwanza anasema kwamba sisi tu kazi yake. Kwamba wewe kazi ya Mungu. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Kwa Paulo anaandika barua hii kwa Efeso, anasema maana tu kazi yake. Kwa wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Mungu ndiye aliyekuumba. Na Mungu ametuweka lebo kuwa sisi ni mali yake. Kama ambavyo makampuni mbalimbali yanatengeneza vifaa mbalimbali na kuweka lebo. Nokia anatengeneza simu, ameweka lebo kwamba Nokia, kwamba hii ni product yangu. Infinix anatengeneza, ameweka lebo kwamba Infinix, hii ni mali yangu. Kuna Mungu ametuweka lebo kwamba sisi tu kazi yake. Na Mungu hawezi kutengeneza kitu ambacho kina mapungufu au kina kasoro au kina hitilafu. Hivyo umekamilika. Kama ambavyo watu wanatengeneza product mbalimbali, wanatengeneza vifaa mbalimbali, alafu wanajiamini na wameshaainisha kwamba kifaa hiki kitafanya 1, 2. Lakini pia umetoa maelekezo kwamba kuna mambo kadhaa ambayo kama kuna maelekezo ya namna ambavyo hiyo product yao itaweza kufanya vizuri zaidi. Ndio bana, ni muhimu kusoma mema. Kwa Mungu hawezi kutengeneza kitu fake. Sisi ni original. Anasema maana tu kazi yake. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Maana tu kazi yake. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Lakini pia tunaposoma kwenye Waefeso 1:13, maandiko yanasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Nimetangulia kusema kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, na Mungu ametuweka lebo. Mungu ametutia muhuri kwamba hawa ni product yangu, hawa ni kazi yangu, hawa ni kazi ya mikono yangu, hawa ni mali yangu. Kwa wewe kama umeokoka, tambua hili kwamba wewe ni kazi ya mikono ya Mungu na uliumbwa katika Kristo Yesu. Na chochote ambacho Mungu amekifanya kikiwa kimekamilika, hauna hitilafu yoyote. Una kila kitu kinachohitajika kuishi maisha ya ushindi unavyokuwepo hapa duniani. Na umetiwa muhuri kama sawasawa na Efeso 1:13, kwamba umetiwa muhuri, umewekwa alama, kwamba Mungu amekuweka alama kwamba huyu ni mali yangu, huyu ni zao langu, huyu ni product yangu. Na tumesoma kwenye Waefeso 2:10 kwamba maana tu kazi yake, kwamba wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, wewe ni product ya Mungu, wewe ni zao la Mungu, wewe umeumbwa na Mungu. Mungu ndiye aliyekuumba. Na Mungu hawezi kuumba kitu ambacho kina mapungufu. Mungu hawezi kuumba kitu ambacho kina hitilafu. Mungu hawezi kuumba kitu ambacho kina kasoro. Tunapoenda sokoni siku hizi tutakutana na vifaa mbalimbali, viko vifaa fake vya Kichina. Lakini Mungu hawezi kukumba ukiwa fake. Wewe ni original, ni zao la Mungu, ni product ya Mungu. Kwa Mungu, kwa kitendo tu cha Mungu kukuruhusu uwepo hapa duniani, alikupa kila kinachohitajika. Alijiridhisha na akaona kwamba una kila kinachohitajika
kuishi maisha ya ushindi hapa duniani. Na ndio maana kushindwa sio sehemu yako. Kushindwa sio sehemu yako. Tunaposoma kwenye Warumi 8:37, anasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Wanadamu wanaweza kutengeneza kitu feki, kitu ambacho hakiwezi kustahimili kwenye baadhi ya mazingira. Lakini Mungu hawezi kutengeneza kitu ambacho ni feki. Hawezi kuumba kitu ambacho ni feki. Wewe ni original. Una kila kinachohitajika kwa ajili ya kuishi maisha ya ushindi, kwa ajili ya kufikia kule ambako Mungu amekusudia ufike. Vinasaba vya ushindi viko ndani yako. Vinasaba vya ushindi viko ndani yako. Haukuumbiwa kushinda. Tutapita kwenye changamoto kweli, tutapita kwenye magumu kweli, kama ambavyo bidhaa zile original huwa zinaweza kustahimili magumu, zinaweza kustahimili changamoto mbalimbali. Wewe ni zaidi, kwa sababu wewe ni kazi ya Mungu. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Mungu ndiye aliyekuumba. Tunaposoma kwenye Galatia 6:17 nasema, tangu sasa mtu asinitabishe, kwa maana nimechukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Kwa ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umepigwa chapa za Yesu. Umepigwa muhuri na Roho Mtakatifu sawasawa na Efeso na Efeso 1:13. Nyaraka yoyote ile ili iwe halali na iheshimiwe lazima iwe na muhuri. Lazima iwe na muhuri. Kwa wewe ulipookoka ulipigwa muhuri. Mungu alikuweka alama. Umepigwa muhuri na Roho Mtakatifu. Umepigwa chapa za Yesu. Chapa zake Yesu, kwamba wewe ni zao la Mungu. Wewe ni product ya Mungu. Ni product ya Mungu. Haujaumbiwa kushindwa. Umeumbiwa kuishi maisha ya ushindi. Kuishi maisha ya ushindi. Haijalishi utakutana magumu gani. Tambua kwamba haujaumbiwa kushindwa. Umeumbiwa kushinda. Muhuri ni alama ya utambulisho wa mamlaka au utawala, serikali au uongozi fulani. Ni ishara kubwa ya utambulisho kuonyesha kwamba uhalali wa barua au maneno ya mhusika. Kwa maandiko yanaposema kwamba Mungu ametutia muhuri, ametutia muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, maana kumeweka alama kwamba wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, wewe ni mali ya Mungu, wewe ni zao la Mungu. Umewekwa muhuri, umepigwa chapa. Umepigwa chapa za Yesu tangu ulipookoka. Tangu ulipookoka. Wewe sio mtu wa kawaida. Haujaumbiwa kushindwa kwenye eneo lolote. Hii haimaanishi kwamba utapita magumu kweli, lakini tambua kwamba haujaumbiwa kushindwa, umeumbiwa kushinda. Kwa mtu aliyeokoka ametiwa muhuri na Roho Mtakatifu kama ishara ya kutambuliwa na mbingu kwamba yeye ni mwana wa ufalme. Yeye ni mwana wa ufalme. Yeye ni mwana wa ufalme. Mungu hajatuumbia magonjwa, Mungu hajatuumbia umaskini, Mungu hajatuumbia kitu chochote kile ambacho kiko kinyume na ufalme wa Mungu. Hajatuumbia hivyo. Mungu ametuumba tutende kazi njema na kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Asa maana tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende mema. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende mema. Tuna uwezo. Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kutenda mema. Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kuishi maisha matakatifu. Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kuliishi neno lake. Hatupo hapa duniani kwa bahati mbaya. Haupo hapa duniani kwa bahati mbaya. Haupo hapo kijijini kwa bahati mbaya. Haupo hapo kwenye nini kwa bahati mbaya. Upo hapa duniani kwa kusudi la Mungu. Mungu ana mpango na maisha yako. Wewe ni wa kipekee. Wewe ni wa kipekee. Na umeumbwa utende kila jambo kwa ubora wa hali ya juu. Umeumbwa utende kila jambo kwa ubora wa hali ya juu. Wewe ni zao la Mungu. Maana tu kazi yake. Ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako,
uliwekwa alama kwamba wewe ni product ya Mungu, wewe ni zao la Mungu. Una kila kitu kinachohitajika kuishi maisha ya ushindi hapa duniani. Una kila kinachohitajika kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Una kila kinachohitajika kuishi maisha ya ushindi kwenye kila eneo la maisha yako. Kila eneo la maisha yako. Kwa kila mahali unapokuwepo, lazima uwe mfano wa kuigwa kwa watu wengine. Lazima uwe mfano wa kuigwa kwa watu wengine. Uwe mfano wa kuigwa kwa majirani zako. Uwe mfano wa kuigwa kwa marafiki zako. Uwe mfano wa kuigwa kwa ndugu zako. Uwe mfano wa kuigwa shuleni. Na kila mahali unapokuwepo uwe mfano wa kuigwa, maana wewe ni zao la Mungu. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, na uliumbwa katika Kristo Yesu utende mema. Utende mema. Utende mema. Mungu ni mwaminifu, anajaribu kukuonyesha kwamba uliumbwa ili ufanye nini. Uliumbwa katika pamoja na mambo mengine mengi, lakini moja wapo uliumbwa katika Kristo Yesu utende mema. Utende mema. Timotheo wa kwanza 4:12 maandiko yanasema kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Paulo anamwambia kijana wake wa kiroho Timotheo kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika mwenendo, katika usemi, katika imani na katika usafi. Asiudharau ujana wako. Na anajaribu kuainisha ni vitu gani. Manake kama utakuwa hauna mwenendo mzuri, kama imani yako itakuwa, watu watakudharau. Lakini ukiwa thabiti kwenye imani, ukiwa na mwenendo mzuri, ukiwa na upendo, ukiwa na usafi, kwa maana ya kwamba usafi tunaweza tukaweka kama kwamba utakatifu pamoja na kuwa na usafi mwingine wa mwili nao ni muhimu. Kwamba ukiwa mzuri kwenye neno, hakuna atakayeudharau. Hakuna atakayeudharau hata kama wewe ni kijana. Na hii inatuonyesha kwamba Timotheo alikuwa ni mchungaji ambaye ni kijana, alikuwa ni kiongozi wa kiroho ambaye ni kijana. Kwa Paulo anamwambia kwamba ili watu wasiudharau ujana wako, uwe kielelezo kwa wanaoamini. Katika mwenendo uwe kielelezo, katika imani uwe kielelezo, katika upendo uwe kielelezo, lakini katika usafi pia uwe kielelezo. Uwe kielelezo. Uwe kielelezo. Uwe kielelezo. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende mema. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende mema. Tuliumbwa katika Kristo tutende mema. Tutende mema. Lakini pia tunaposoma kwenye Tito 2:11 mpaka 14. 14 anasema kwamba ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote, kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika kutenda mema. Kwa Mungu anataka tuwe na juhudi katika kutenda mema. Hataki wewe uwe na juhudi katika kutenda mabaya, anataka uwe na juhudi katika kutenda mema. Je, umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Uwe na juhudi katika kutenda mema. Uwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili wapo kuwasingizia kwamba mnatenda mabaya, waonapo matendo yako mema wamtukuze Mungu. Wamtukuze Mungu. Wamtukuze Mungu. Maana tu kazi yake, maana wewe u kazi ya Mungu na uliumbwa katika Kristo Yesu utende mema. Utende mema. Si utende mema. Na ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulipigwa muhuri, uliwekwa alama kwamba wewe ni mali ya Mungu, wewe ni zao la Mungu. Kama ambavyo watu wanatengeneza bidhaa za kawaida wanaweka majina. Watu wanatengeneza simu wanaweka majina. Utakuta Infinix, Nokia, Samsung wanaweka majina. Na wewe ulipookoka, ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uliwekwa alama. Umebeba chapa zake Yesu. Umebeba chapa zake Yesu, kwamba wewe ni mali ya Mungu aliye hai. Na kwa sababu ni mali ya Mungu, kwa sababu wewe ni zao la Mungu, hutakiwi kuishi kama ambavyo nataka. Ishi kama ambavyo yule ambaye amekufanya anataka uishi. Anataka uishi. Anasema kwamba wale walio na juhudi katika kutenda mema kwenye Tito, kwamba wewe uliokoka uwe na juhudi katika kutenda mema. Wagalatia anasema kwamba msichoke kutenda mema. Uwe na juhudi nyingi katika kutenda mema. Uwe na mwenendo mzuri. Uwe na mwenendo mzuri. Ishi maisha ya kumpendeza Mungu kila itwapo leo. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya.
Kumbuka tuliumbwa tutende mema. Tuliumbwa tutende mema. Na maandiko yanasema kwamba tuliumbwa katika Kristo Yesu. Maana yake ulipookoka ulifanywa upya. Ulifanywa upya na ili uishi matendo mema. Utende mema. Utende mema. Sio uishi unavyotaka. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Nakumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kuwashirikisha wale ambao unawapenda, washirikishe marafiki zako mafundisho haya. Unaweza kutoa comment, unaweza like, na Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu akuwezeshe kutenda mema siku zote. Roho Mtakatifu akuwezeshe kuishi maisha matakatifu siku zote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.